Kuwa karibu na matukio ya burudani, lifestyle, michezo na mengine mengi ya kufurahisha kwa kusubscribe Dream Online TV. Pia hakikisha unabonyeza kengele ili kupata taarifa nyingi zaidi kila wakati. Dream Online TV, we live, we love. Baada ya kupokea kichapo cha mabao 2-0 dhidi ya JSOR katika mchezo wa ligi ya mabingwa Afrika, uongozi wa Simba katika mechi hiyo dhidi ya ambako umetoa neno kuhusiana na mchezo utakaofuata dhidi ya AS Vita itakuwa ni kufa na kupona. Kwa mujibu wa ofisa habari wa Simba Haji Sande Manara, ameandika kuelekea kunako mechi hiyo haitokuwa ya cha Salia Mtume na mengine mengi. Haji Manara ameandika ni do or die match, ni zaidi ya kufa ama kupona kwenye mchezo wetu wa mwisho dhidi ya AS Vita utakaochezwa Taifa Jumamosi ijayo, bila kujali matokeo yatakayotokea Egypt baina ya Al Ahly na Souri ambao nao wanacheza siku hiyo hiyo tarehe 16. Ushindi wowote tutakaopata dhidi ya Wakongo hao tutafuzu katika robo finali. Hiyo sio yes we can, bali ni do or die kama ilivyokuwa Nkana. Inshallah inawezekana. Mchezo wa ligi wa hatua ya makundi kati ya JSOR na Simba wa Tanzania, ngome imekuwa ngumu kwa wakilishi kutoka Tanzania ambako kubali kichapo cha magoli 2-0. Mchezo wao ambao Simba walikuwa wamepoteana tangu kipindi cha kwanza ambako kila mchezaji alicheza yupo katika ligi kuu bara, hali iliyowapa nafasi upinzani wao JSOR kwa shambulia na kupata bao la kwanza dakika 18 au walidumu mpaka mapumziko. Ngoma iliporudi kipindi cha pili, wachezaji wa Simba wakajisahau tena, wakaendelea kutafuta mpira kama ni mchezaji wa mchezo wa kirafiki, wakashindwa kumiliki mpira mguuni. Dakika 51 msumari wa pili ukomolewa kimani kwa kuwafanya Simba wasiwe na ujanja zaidi ya kuchezewa nusu uwanja. Pia hata namna walivyokuwa wakifanya washambuliaji ilikuwa ni ngumu kupindua meza, kwani kwa muda wa dakika 90 Simba wapiga jumla ya mashuti yaliyolenga lango 6 huku JSOR wakipiga mashuti 18 yaliyolenga lango. Matokeo hayo yanaipa ugumu Simba kupenya katika mechi ya kimataifa hatua ya robo finali kutokana na milango kuwa migumu, hasa kundi D ambalo kocha Simba Patrick Ausems amesema lipo wazi kwa sasa. Kundi D lipo namna hii: JSOR ambayo alikuwa anaburuza mkia dakika kadhaa akiwa na pointi 5 ndio kinara akiwa na pointi 8 baada ya kunyoosha Simba mabao 2-0. Al Ahly anabaki na pointi zake 7 akiwa nafasi ya pili baada ya kunyoshwa na AS Vita katika mchezo huo. AS Vita wenyewe ambaye ni mbabe wa Simba anamshusha mpaka nafasi ya 4 akiwa na pointi 7 baada ya kumnyosha Al Ahly kwa goli 1-0 nyumbani. Mwakilishi pekee Simba kutoka nafasi ya 3 anashusha kishikaji na kibabe pia JSOR ambaye kwa sasa ni kinara kundi hilo D. Simba anabaki na pointi zake 6 alizotoka nazo Dar es Salaam. Simba kupenya hatua ya robo finali kwa sasa ni neema tu za Mwenyezi Mungu na maajabu ya mpira. Tusubiri tuone, kwani bado wana mchezo mmoja mkononi kama ambavyo visa habari wa Simba Manara amesema awali. Baada ya kupoteza mchezo wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya JSOR, kwa sasa jumla ya mabao 2-0 kunako kundi D. Hivi ndivyo msimamo wa kundi hilo ulivyo. Nambari 1 ni JSOR wenye pointi 8, Al Ahly wenye pointi 7, Vita Club nafasi ya 3 wenye pointi 7. Simba anaburuza mkio akiwa nafasi ya 4 akiwa na pointi zao 6. Sasa tusubiri kuona mchezo wao ambao utakuwa na marudiano tarehe 16 Jumamosi ijayo, kama wataweza kufanya maajabu mbele ya AS Vita ambao watawafuata jijini Dar es Salaam katika uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam. Lakini wakati huo pia wakicheza, ikumbuke kwamba AS Vita JSOR watakuwa wakiwafuata Al Ahly kule nchini Misri. Kama mchezo huo utaweza kumalizika kwa Al Ahly kupata ushindi kutokana na kutumia vizuri uwanja wao nyumbani, basi watafikisha pointi 10. Na kama Simba watafanikiwa kupata ushindi kunako mchezo dhidi ya AS Vita hapa nyumbani, basi Simba atafikisha pointi 9
na hivyo atakuwa na nafasi ya kusonga mbele kwa kuweza kuwa na pointi 9, nafasi ya pili, lakini nafasi ya kwanza itakuwa ni Al Ahly. Sasa tuombe iwe hivyo, kwa maana kwamba Simba anatakiwa apigane kufa na kupona kama alivyosema Haji Sande Manara kwenye mchezo huo, ili aweze kufanikiwa kupata ushindi ambao utamfanya kuweza kutimiza pointi 9, huku akimwombea mabaya Jay Sour dhidi ya Al Ahly, ambako mchezo huo wengi wataombea Al Ahly kuweza kushinda. Maana yake akishinda Al Ahly atafikisha pointi 10, huku Simba akishinda atafikisha pointi 9. Maana yake atakuwa nafasi ya pili, ambayo zitaruhusiwa nafasi mbili katika kundi D kuweza kusonga mbele katika hatua ya robo finali, na hayo ndio maombi yatakuwa ya Tanzania. Lakini moja kati ya vitu ambavyo Jay Sour labda watakubali ni kuhusiana na kufungwa na Al Ahly, lakini pia Al Ahly nyumbani kwao hali itakuwa ni pevu kweli kweli. Tusubiri kuona mchezo huo utakuwa ni wa aina gani kule katika uwanja wa Al Ahly kule Misri, ambako siku ya tarehe 16 ambako Simba atakuwa anacheza na AS Vita, na watakuwa wanakipiga na Jay Sour ya kule Algeria. Kila laheri Simba, kila laheri katika kundi hili D ambalo limekuwa gumu kwa sasa, ikiwa watu wanapishana pointi moja. Anayeongoza na pointi 8, wanaofuatia wawili na pointi 7, anayeburuza mkia ni Simba na pointi 6. Kwa hiyo Simba amepitwa na pointi 2 na kinara anayeongoza kundi, na amepitwa na pointi 1 na wawili ambao ni nafasi ya pili pamoja na ya tatu. Kwa hiyo yote yanawezekana, lakini ni mchezo mgumu wa kufa na kupona kati ya AS Vita tarehe 16 Jumapili katika uwanja wa Taifa hapa nyumbani jijini Dar es Salaam. Tutashuhudia moja kati ya michezo na burudani njema kabisa katika uwanja wa Taifa. Kwa tusubiri kuona yapi ambayo Simba watayafanya. Ni wiki moja tu ambako tunasubiri kuona maajabu ya kuelekea robo finali katika klabu bingwa Afrika na mengine mengi. Bado inawezekana na lolote katika soka linawezekana. Yetu Tanzania ni maombi, na wana Simba pia mfanye hivyo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba timu yenu inaweza kuibuka na ushindi kikubwa, ujazo uwanja wa Taifa na mengine mengi. Ili upate taarifa zote ambazo zinachukua nafasi, endelea kusubscribe channel yetu, bonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Baada ya hapo unapokea taarifa zote bila wasiwasi, lakini pia baada ya kusubscribe utabonyeza alama kengele itakayokujia pembeni kwa ajili ya kujipatia notification tu pale ambako taarifa itawekwa kwa muda muafaka. Mimi naitwa Kevin Novat on Instagram, Facebook, on Twitter, lakini pia usisahau kutufollow sisi Dream Online TV on Instagram kwa jina moja tu la Dream Online TV. Lakini pia kumbuka kuacha maoni yako kuhusiana na taarifa hii. Je, unafikiri kwamba Simba bado wana nafasi, na je wanaweza kumfunga AS Vita katika uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam, na je watatumia mbinu gani? Kumbuka mchezo wa kwanza AS Vita ugenini waliweza kumfunga Simba magoli 5-0, lakini Simba pia waliweza kufungwa na Al Ahly ugenini magoli 5-0. Nyumbani wakaja wakapindua matokeo na kuibuka na ushindi wa goli 1-0 ambalo liliweza kusababisha kuondoka na pointi zao 3 zinazosababisha pia kujinyakulia pointi 6 katika mchezo huo. Tusubiri kuona, lakini pia unaweza ukaacha maoni yako kuhusiana na taarifa hii, kile ambacho nafikiri kwamba ni sahihi kuelekea mchezo huu wa kimataifa katika uwanja wa Taifa tarehe 16 March 2019, ambako ndio siku ya kukamilisha ratiba katika kila kundi na kila mtu atafahamu nafasi yake ni ipi kunako michezo hiyo. Asante na nikutakie wakati mwema utazamaji wa taarifa zingine mbalimbali. Usisahau kusubscribe.